Ama kweli sikio la kufa alisikii dawa. Mama yako anaumwa, tena ana hali mbaya. Wa leo wa kesho. Mamdogo, mama kweli anaumwa? Ndiyo anaumwa, tena wa leo wa kesho. Sawa, mimi nashukuru kwa taarifa mamdogo. Ila nikitoka hapa nitapitia huko kwa mama, nitaenda kumwangalia. Mlivyoganda na wewe baba yenu, kama anakupeni kitu gani sijui. Baba yenu ndio wale wazaa nyinyi? Mbona nyinyi watoto mna roho ngumu kiasi hicho? Watoto mmekuwa mashetani. Mna roho gani nyie? Hata ikiwaje yule ni mama yenu tu. Wasama, wasama, wasama. Unaonekana kijana mtiifu sana. Umeitika mwito wangu. Ndiyo, nimeitikia wito wako, lakini imekuwa ghafla sana hadi nimeogopa. Sawa, ilikuwa inanilazimu niweke msisitizo, kwa sababu yule mdogo wangu ndo tegemezi sana kwangu mimi kwa hali niliyokuwa nayo. Na alipotoka hapa lengo likopo Jengee, lakini Jengee limekufa. Bado anang'ang'ania huko huko tu, analanda tu. Hata hajui thamani ya kaka yake huku nilipokuwepo. Kondo kwa sababu huwa nimekuita wewe uje kunielezea maneno yaliyokuwepo mazuri yaliyokuwepo nayo yeye. Jengee limeishiaje na mpaka sasa hivi ana misimamo gani? Mdogo wako mpaka sasa yupo kwangu mimi na anaishi kwangu mimi. Ila mdogo wako alivyotoka huko alikuja kule sina nia ya kuoa. Ila alivyofika kule sasa kaja kubadilisha mada, kwamba alitaka kunichezea tu, na mpaka sasa hana nia tena ya kuoa. Mmezaliwa wawili tu, mbona mnampa sana tabu dada yangu? Hapana mamdogo, unajua nilikuwa na mishemishe nyingi sana hapa kati. Nilibanwa na mambo mengi kulikweli kwa nanizunguka. Lakini sio kama mimi namsahau mama. Nakumbuka thamani yake na najua yeye ndo ametuzaa. Kwa hiyo yote mama, naomba usinilaumu kwa wakati huu. Una miezi mingapi hujaenda kwa mama yako? Sio muda sana. Nilienda muda si mwingi. Ila kwa sasa hivi nina mambo kama nilivyokuambia tu yamenitinga. Lakini nakuahidi nitapitia kwa mama na nitaenda kumpa huduma zote kama mwanae. Nitahakikisha na nasimamia swala lake lote la kuumwa mpaka atapata afya yake. Umeenda sawa, ukuenda sawa. Lazi ya mama ni nzito kuliko ya baba yenu. Mutakuja kukosewa lazi, mutashinda pa kukimbilia ni wapi. Mambo sasa yashakuwa magumu. Yaani kila kitu kinanielemea mimi. Kila kitu cha kwangu mimi. Lakini kwa kuwa mtoto wa kiume, mimi nahakikisha yote nitapambana nayo na yatapita. Yaani mdogo mimi anaweka kwenye msongo wa mawazo sana. Inaonekana huyu mdogo wangu sio muuaji kabisa. Yaani ana malengo ya kuchafua tu wasichana. Basi kama imefikia kiwango hicho, basi arudi. Maana mimi nayo yapitia ni magumu sana. Hakuna mtu anayeweza kunisaidia hapa kwa hali niliyokuwa nayo. Kwa hili jukumu nakupa wewe. Naomba uende kwake. Kwa hali na mali yoyote, mwambie harudi. Kaka yake napitia magumu sana, nateseka. Sawa. Kwa sababu mdogo wako anaishi kwangu mimi, nitafanya hali na mali atarudi nyumbani. Kama akikataa nitamfukuza pale nyumbani. Na utamwona huko nyumbani anarudi. Basi sawa, fanya hivyo. Ili hapa arudi tu. Kama unavyoniona hii hali nilikuwa nayo hapa. Wananistiri majirani tu. Kwa unaweza kaingia ndani ukakiona chochote kile, basi utafanya mazingira ya kula. Sawa, nimekuelewa. Mke wangu,
Nilikwambia nini na umefanya nini? Kwa nini umeenda kukopa hela wakati tulichonacho kilishakuwa kimetosha? Ona leo wewe tunavyodhalilika. Watu wote wanatuangalia sisi tunavyodhalilika. Kwa hiyo nataka nifanyaje sasa? Kwa nini nimefanya kosa kwenda kukopa hela kwa ajili ya kusimamia shughuli ya mtoto wangu? Mtoto wa kaka yangu na mimi ni mtoto wangu. Sijui unanielewa? Na ndio maana nimeamua kwenda kuchukua pesa za watu ili nisimamie harusi ya mwanangu. Sijui unanielewa? Haya, kwa mfano kama wewe, ingekuwa ndugu zako, usingewasaidia? Leo hii mimi nimesaidia ndugu zangu. Linakutoka rohoni. Wewe mara ngapi wanakuja hapa ndugu zako na wapa hela? Mara ngapi ndugu zako wanakufuata, twende ukatusaidie kitu fulani? Unawasaidia. Leo hii mimi nisaidia ndugu yangu imekuwa kero. Hivi unajielewa kweli? Ase you put money music ndoto zao again Sasa hivi mwanangu unatupia vikali, unavaa saa hapo kuangalia kifuani tena nkufu kama ai. Vitu simple tu hivi mwanangu. Mbona vitu vya kawaida sana ukiwa huko? Ila mwanangu, yule jamaa uliomleta nyumbani yule kaja karibu mwanangu. Karibu? Karibu mwanangu, si alimfuata yule demu ulimwambia wewe kama akaishi naye. Alafu wewe ukaona arudie matapishi yako wewe tena. Unajua yule jamaa mshamba mwenyewe, yani ndezi fulani hivi. Yule mimi nishamuelekeza kuhusu ukweli wa mimi na yule demu. Alafu yakang'ania hivyo hivyo. Kwamba wewe mimi nitamuoa hivyo hivyo. Haya, hela inakuuma kwamba eti nimetoa gharama nyingi huko, sio nimekupa mahela. Hela yako ambayo umetoa kule, mimi nitakurudishia. Si unanielewa? Lakini mke wangu, ona tunavyozalilika. Kwa sababu kijiji chote kinatuangalia sisi kwa madeni ambayo wewe umeenda kukopa. Unategemea tulipe na nini? Yaani sijui nikueleze kitu gani ili unielewe. Sasa sikia. Mimi hiyo hela nitaitafuta. Nitakulipa hela yako. Sijui unanielewa? Na hela ya watu nitaenda kuitafuta huko, nitailipa mwenyewe. Kwa sitaki kuumize kichwa. Sitaki nifuatie mambo. Wanawake bwana siku hizi. Sasa hivi bwana hakuna wanawake. Yaani wanatufanya sisi wanaume tunakonda, wao ndo wananenepa. Haya sawa. Mimi nikamwacha tu, ndo hivyo kaingia huko. Ndio hivyo mwanangu, karibu. Mwisho wa siku ndo kama hivyo. Ila nakusii katika kijiji kile tena wewe usirudi. Na ukirudi yule kaka yake unanijua vizuri. Anasema wake yule atakuja kukufanya. Atakufanya vibaya na atakufanya kweli kweli tilipui. Mama pita hapa, tumekaa njiani ujue. Sawa mama. Yamo. Sema nini mwanangu? Asa huko umefuata nini? Mimi si yule jamaa. Kaka yake kanipigia simu kwamba nije huku. Ndio nimekuja. Niamalize siku kuna vitu nimalize ndio nikirudi. Baridi mwanangu. Sema nini? Kabla ya kuondoka basi tuonane au vipi? Poa basi. Baridi mwanangu. Umwakai usishoboke mapenzi, mapenzi weka pembeni, umwaka ni wa kusaka noti. Umwakae usishoboke mapenzi, mapenzi weka pembeni, umwaka ni wa kusaka noti. Ona umwaka tazichanga changa na kibanda tajenga, umwaka tazichanga changa na kagari tanunua. Mzee, nimekufuata na kuona upo kimya sana. Ulichoniahidi hujakitimiza. Sawa. Ukimya wangu una jambo. Maana nimebanwa sana. Kuna mambo yamenizidi. Yaani mpaka nafika kuchanganyikiwa. Kuna mambo yameingiliana. Sasa kutokana na mambo yameingiliana, nimeshindwa kutekeleza lile jambo lako. Sasa wewe usinifatafute wala usije kaa kimya. Nisubiri mimi nikimaliza tu majambo yangu nitakutafuta. Umenielewa? Nimekuelewa. Ndugu yangu,
kunitoa kote mimi akili. Nilijua kwamba wewe una akili ya kunizidi mimi, kumbe na wewe pia akili hauna. Ndugu yako alikuwa mtu kumweka mtu ndani, alafu wewe unajua na ulimtoa mimi akili kuniona mimi sina akili. Hivi yule ndugu yako kama atakuwa amemfia yule mtu ndani itakuwaje? Mimi sina akili kama za kwako, na hilo nilikuwa sijalitambua, na mimi zali umeniambia basi atanikoma. Hodi. Wae. Mwamu, karibu bwana. Ngoja nikupe kiti kidogo tuzungumze, au unasemaje? Sikilize. Sijafuata story. Nilichokufuata hapa jambo hilo, jambo moja tu. Nimefuata pesa zangu, yani gharama zangu zote nazihitaji. Sawa mwamu, mimi nimekuelewa. Lakini tambua mimi na wewe ni marafiki wakubwa. Toka zamani tumesaidiana mengi. Kwa mimi nilikuwa naomba nivumilie. Nipe siku 3 tu. Nitayasolve ya mambo na kila kitu kitaenda sawa. Sikiliza kwa makini, ungetaka rafiki usingefikia huko. Wewe umenidhalilisha sana. Wewe umenidhalilisha sana. Inawezekana mimi nije hadi kule, afu Mwali anaondoka. Kirahisi tu unakuja kuniambia Mwali hayupo. Kweli? Umepanga kunje sasa, nasemaje? Nataka gharama zangu sasa hivi zote. Sawa mwamu. Lakini tambua mimi naye tumetoka mbali. Tumesaidiana mengi sana. Mimi naye ni marafiki wakubwa sana. Na kuomba, najua kweli nimekukosea, ndio nakuomba msamaha. Nipe siku 3 tu. Yaani ndani ya siku hizo 3 kila kitu kitakuwa sawa. Mimi sitaki tukosane, tumetoka mbali bwana. Yaani mimi kwa siku 3 kama mwaka. Kwa sababu sasa nipesesha nyumbani mimi nasemwa. Nionekane fanya upuuzi. Yaani bora ungeniambia mwamu kwa kama jambo tunalifanya bwana tunamzalimisha. Mimi ningekuelewa. Hata ingekuja kutokea kama vile nisingeshangaa sana. Unaniambia mtu akubali. Dakika za mwisho unakuja bwana nizingua. Mwamu nisikilize. Ingia ndani, nipe pesa zangu nitoke na ndugu ndo utaishia hapo. Nimekuelewa. Tambua mimi na marafiki kama nilivyokuambia awali. Na urafiki wetu ulikuwa mkubwa sana, tumesaidiana vingi. Ili sije kuwa chanzo cha kuvunja urafiki wetu. Mimi nimekuahidi. Nipe siku 3 tu. Deni lako nalimaliza na nitakupa gharama zako zote kama nitamkosa dada yangu. Una uhakika ndani siku 3 kwa shida langu? Kabisa, yani hakuna shida yoyote siku 3 hiyo. Kila kitu kitakuwa kimeenda sawa. Sasa nisikilize. Siku ya 3 ukitoa leo nakupa siku 3. Nitakuja hapa kufuata hela yangu. Nisipoikuta hela yangu, nisipopata hela yangu, afile Mungu, asigale Mungu. Virongwa viva, vitengwa viva, acholile kachora. Hizi siku 3 si kama nitaweza kulipa gharama za ule jamaa. Maana kana amechukia sana. Na mimi sitaki urafiki wetu ufe kama hivi. Swala la aibu sana hiyo.